wako ni msuli. Usipo upa mazoezi utakulemaza. Ubongo wako ni msuli. Ubongo, kama kuna mtu anayefanya mazoezi ili apate msuli, nyama zikae, kidari kipande, ubongo nao ni msuli unaohitaji mazoezi ili mambo yaende. Nitarudia. Ubongo wako ni msuli. Popote pale unaponitazama leo, tunatafuta msuli wa ubongo. Ubongo wako ni msuli. Usipo upa msuli huo mazoezi, basi ubongo wa kwako huo utakulemaza. Tumeumbwa kumwakilisha Mungu hapa duniani. Umeumbwa kumwakilisha Mungu. Unapoimba unamwakilisha Mungu, unapohubiri unamwakilisha Mungu, unaposifu na kuabudu unafanya hayo kwa ajili ya Mungu hapa duniani. Na tunahitaji uelewa wa kimungu, sio uelewa wa dunia hii. Ili kukamilisha utume wetu tunahitaji uelewa wa kimungu, sio ufahamu wa dunia hii. Na nisikilize, walokole mnapenda amina sana, na mimi naipenda, lakini huwa mara nyingi amina hiyo mnaipiga bila kuchukua mlichoambiwa. Tunahitaji uelewa wa kimungu ili kukamilisha utume. Warumi 12 mstari wa 2, Biblia inasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Manake ni kwamba tugeuzwe na nani? Na Mungu. Tufanywe upya nia zenu, fikra zetu, ubongo. Leo nazungumza na ubongo. Kwenye madhabahu mmeambiwa sana habari za roho, mmeambiwa sana habari za kiroho, mkaambiwa sana habari za kunena katika lugha, lakini hamjaambiwa msuli wa ubongo. Bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Maana yake ni kwamba mbongo zenu, fikra zenu, your thoughts, how you think, how do you evaluate things when you get into them? Unachambuaje mambo? Hilo si swala la kunena kwa roho, hilo ni swala la ubongo. Wale wapelelezi walienda 12, lakini kati yao 10 wote walikuwa na mbongolala. Hawakuwa na ubongo wa kutafsiri mapenzi ya Mungu. Tumejaa makanisani, lakini ni wachache sana, kama watu 12. Wawili tu, Kalebu na Yoshua, ndio walikuwa na uwezo wa kutafsiri mapenzi ya Mungu. 12 of them, 12 wanatembea, wameambiwa nenda mkapeleleze, lakini 12 wote, 10 wote hakuna anayeelewa isipokuwa mmoja na mwingine. Hao ndio walielewa mapenzi ya Mungu. Ubongo katika wokovu. Mmoja aseme amina. 12. Maana yake ni kwamba kila tunapochukua watu 12 hapa, watu 10 wote hakuna kitu. 2 tu kwenye watu 12.
ndio naweza nikapata walio na ubongo ulio salama. Wengine wote ubongo umelala, mbongo hauna msuli. Na niliwahi kuwaeleza ya kwamba msuli wa kiume hata mwanamke huwa anao. Unaelewa vizuri? Kuna wanawake wanaoitwa wana misuli ya kiume. Hakuna mwanamke naye muogopa kama single mother, ana msuli wa kiume. Mwanamume anapomwacha anaamua kuwa na msuli wa kiume, na ule msuli wa kiume upo kwenye ubongo, haupo kwenye suruali. Masingle mother, nataka niwatie moyo. Masingle mother ndio wana watoto wasafi mitaani kuliko watoto wa wanaume. Masingle mother watoto wao ni wazuri, wana akili shuleni. Masingle mother watoto wao wana adabu, hawana baba wa kuwachapa. Masingle mother wamejaa chuo kikuu. Maana yake ni nini? Mama alibadilika, akakomaza msuli wa ubongo. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Msuli unajua, tunasema nguvu za kiume. Watu wanasema kwamba tunajua nimwombee mume wangu hana nguvu za kiume. Sasa kama hana nguvu za kiume, wewe chukua zile za kiume ambazo unapoteza, wewe chukua wewe nazo. Kwa sababu nguvu za kiume hazikai kwenye suruali. Nguvu za kiume zinakaa kwenye nini? Kwenye ubongo. Ndio maana mwanamke anayepambana, mpambanaji, watoto wanasoma, amenunua, anajenga, anafanya kila kitu, huwa watu wanasema asee huyo dada, utadhani mwanaume. Asee yule dada, yule ni mwanamume. Kuna wanawake ambao walipewa nafasi ya kuwa wanaume kwa sababu wana nguvu za kiume. Wewe unatangaza nguvu za kiume hapa kwenye suruali. Hizo nazo ni nguvu za kiume. Hata bata anazo. Bwana asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi, sema amen. Mwaka huu tunakwenda tukiwa na mbongo zilizo safi. Katika kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7 anasema, kama aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Kama mtu aonavyo kwenye ubongo wake ndivyo unavyokuwa. Na ningetamani tuondoke mwaka huu tukiwa na tofauti. Ninyi mnaonifuatilia popote pale mlipo, Mwanzo 1 mstari wa 26 Biblia inasema, na Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura. Tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura. Sura yetu maana yake ni kwamba sura yako iwe sura ya Mungu. Kama Mungu ni maskini, na wewe uwe maskini. Na kama Mungu ana uwezo, na wewe uwe na uwezo. Mungu hawezi akasema anifanye kwa mfano wake, kwa sura yake, yeye ni tajiri, mimi ni maskini. Haiwezekani. Amesema kwa sura yake. Neno sura ni outside appearance plus your body morphology. Hata ukitembea namna hii ni mfano wa Mungu. Yaani wakikuangalia ni mfano wa Mungu. Unanielewa vizuri? Unatengenezwa kwa sura ya Mungu. Alafu mtu anasema kwamba Mungu haangalii sura, anaangalia moyo. Pumbavu. Alafu unasema kwamba haangalii sura. Contradiction. Hawajanielewa, si ndio eh? Mpigie Bwana makofi, haleluya. Mungu akikutengeneza kwa sura yake, unaamka hauna matumaini, jioni unafanya unayoyataka kwa matumaini hayo. Tutaelewana tu. Alafu mara stoki. Wanaoniombea kufa wanatabu, watengeneza majeneza wamezira. Bwana Yesu asiwe sana.
Wapendwa katika Bwana, leo tunajifunza jambo muhimu sana. Ubongo wako ni msuli kama misuli mingine ya mwili. Usipoupa msuli huu mazoezi, huo msuli unadhoofika, unazorota, unakosa nguvu, hauna matumaini. Msuli wa ubongo lazima ufanye kazi vizuri mwaka 2026. Vivyo hivyo, ukiupa mazoezi sahihi ubongo wako, ukaupa mazoezi sahihi, hata unapokosana na mtu, jiulize kama ubongo wako umekaa vizuri. Upe mazoezi vizuri ubongo wako. Unapokuwa umehitilafiana na mtu, upe ubongo wako mazoezi vizuri. Upe ubongo wako mazoezi vizuri unapokosana na mmeo. Upe ubongo wako mazoezi vizuri. Upe ubongo wako mazoezi vizuri unapokosana na mke wako. Upe mazoezi ubongo vizuri. Upe mazoezi ubongo wako vizuri unapokosana na mzazi wako. Upe ubongo wako mazoezi ubongo, usije ukazorota. Maana ni kwenye ubongo ambapo nia iliyozungumzwa inageuzwa. Umekasirika lakini nia igeuzwe. Bwana asifiwe sana. Ndiyo, vivyo hivyo ukiupuuza, ukiupa mazoezi lakini sio sahihi, lakini mwingine akaupa mazoezi sahihi, basi unakuwa wewe, utakuwa maana umetoa mazoezi sahihi, na utakuwa imara maana umetoa mazoezi sahihi ya ubongo, na utafanya kazi nzuri, utafanya kazi vizuri. Nilikuwa naombea watu hapa ambao nilikuwa nashughulika na ubongo wao. Nilikuwa nashughulika na ubongo wa mwanangu Neema, ili sasa ukae square 2025 iwe your ear. Ubongo wako ukitaka kujua mimi nakuwa mkorofi, sababisha kitu ambacho nataka kutukana ujana wangu. Mkamuulize mamangu Ilikista. Nilimheshimu sana, lakini pia alijua ya kwamba mwanangu ana kitu cha ziada. Ng'ombe wa maskini hazai, lakini maskini anaendelea kuzaa. Kuna vitu vya ajabu sana. Utasikia mtu anasema, "Hey jamani, ng'ombe wa maskini hazai," lakini maskini mwenyewe mke wake anazaa. Kwa nini ng'ombe wako ndiye asizae lakini mke wako anazaa? Kama akili yako sio kwamba kuna upunguani. Mimi ng'ombe wangu atazaa tu. Wewe unajua ng'ombe wa maskini hazai, lakini ukimwangalia maskini yeye anaendelea kuzaa bila kujiuliza kesho itakuwaje. Maskini anazaa ila ng'ombe wake hazai. Tusiwe wepesi wa kutamka semi zinazohalalisha hali badala ya kubadilisha hali. Kuna semi za Kitanzania zinazohalalisha hali. Na Watanzania, ngoja niwaambie, hata hapa madhabahuni hapa, Watanzania wengi wanaishi kwa semi. Hata Waswahili wanasema, hata wahenga wanasema. Wahenga? Unaletea wahenga hapa? Pepo la wahenga lishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Unaniambia ng'ombe wa maskini hazai, ila mke wake anazaa. Akizaa watoto weupe kama hawa, watoto wa maskini wanazaa mtaani, wana watoto wa kutosha, ila ng'ombe wao hazai. Mtoto binti wa maskini anazaa na mke wake anazaa na watoto 9, ila ng'ombe wake hazai. Maskini, bahati mbaya hayupo hapa maskini leo. Kama unavyozaa kitandani na ng'ombe wako kamruhusu azae. Maisha yanahitaji mpango, si mazoea. Tukae macho na maneno yetu, maana tunachokizungumza leo ndicho watoto wetu watakachokiishi
kesho. Ukizoea kusema kwamba mimi kila asubuhi lazima niondoke, nitapambana bora watoto waende choo. Umezaa watoto wakunya? Yaani choo ndio unaona kama zoezi kubwa ambalo watoto wako wanaweza kufanya, kwenda choo. Umezaa wanyaji. Foolishness. Bora waende choo. Mimi mama yangu akisema hivyo nalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamii imara hujengwa na fikra imara. Familia imara hujengwa na fikra imara. Taifa imara halijengwi na maneno ya mtandaoni. Taifa imara halijengwi na matusi ya mitandaoni. Taifa imara halijengwi na nimesikia. Familia imara, ndoa imara haijengwi na nimesikia watu wakisema. Inajengwa na wawili walioamua kuishi, waliokutana siku moja wakakubaliana hawa wakuwepo. Pisha mbali. Familia imara hujengwa na fikra imara. Tunaposema ng'ombe wa maskini hazai, tusifanye semi kuwa kinga ya uzembe, bali iwe kengele ya mabadiliko. Kwenye ubongo, umaskini hauondolewi kwa kuzoea, bali kwa kupanga. Mwaka 2026 tunauondoa umaskini kwa kupanga, huku tukiomba, kwa kujifunza kama mnavyosikia, kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa uwajibikaji. Familia ni hazina, lakini hazina hiyo huhitaji maandalizi ya baba na mama. Familia ni hazina, huhitaji maandalizi ya baba na mama, maarifa na mshikamano wa familia. Na ndio maana nimewaambia, chunguza vizuri, uangalie masingo mother mnao watukana. Sasa sisemi kuna majinga ambayo anatafsirika vibaya. Askofu alisema kwamba single mother anaendelea vizuri, kwa hivyo naachika. Achika pumbavu wewe. Kuna mtu alikuwa ameshajiandaa hapa kwamba mimi nikifika nyumbani nakuwa single mother. Nimeshakuzuia. Changamoto za mwanamke aliye single ndio zinamsababisha anaanza kuchukua uwezo usiokuwa wa kwake. Angalia. Single mother, mtoto hajamaliza darasa la 7 ameshanunua kiwanja. Single mother. Na single mother wa kwanza kihistoria alikuwa mama yake Ishmaeli, Hajiri. Huyo ndiye alifungua usingle mother duniani. Na mwanamume mbaya aliyesababisha usingle mother wa kwanza duniani ni Ibrahimu. Tutampeleka mahakamani. Ibrahimu, makubaliano yake na Mungu na mapenzi yake na Sara, wanazungumza, anasema kuna kajakazi hapa, alafu anasema kwamba wanafanya kabisa njama ya kwamba tukaingilie tupate mtoto. Ibrahimu hakukaingilia mwenyewe, yeye na Sara walikaingilia kale kadada. Kuna mtu aliye na nywele, maana nisikia kwamba akili ni nywele. Kuna mtu ana nywele hapa? Hajiri akabeba mimba. Alafu Ibrahimu baadaye wakakubaliana na mke wake kwamba tukafukuze kasikae haka kasije kakawa karithi. Usingle mother ulianzia pale. Mama akaondoka naenda jangwani, analia. Sema, Sara, unanitimua wakati ulisema nikuzalie mtoto. Mimi sikuwa kahaba, sikuwa mzinzi. Sara, unanifukuza. Mwanamume amempatia kiriba cha maji pekee. Hivi hapa kuwepo hata na mkate.
wanaume hawa, Ibrahimu alifanya kituko, alafu anaitwa baba wa imani. Ni kweli ni baba wa imani, lakini Mungu beba watu na vituko wanavyovifanya. Kuna nani amenielewa Hivi nazungumza na wasomi au nazungumza na watu ambao ni ubongo umelala? Papo anatembea jangwani, anakutana na hali ngumu, mtoto anamwacha pale, anakaa kitambo sehemu nyingine. She is finished. She is exhausted, and the boy is exhausted next to dying. And then anafungua macho hivi, anagundua kuna maji ya kumpa mtoto, anampa. Single mother, achana naye bana. Anaweza kasurvive jangwani. Wanawake wanaume walio na wanaume wana survive jangwani? Wana maneno hao. Single mother ana uwezo wa kusurvive jangwani. Akasurvive jangwani ambapo hakuna matumaini, mchanga mtupu, hakuna mtu. Usingle mother manake ni wewe mwenyewe. Unajua nimeona wanawake wengi ni masingle mother, hata mimi nitaachika. Siwaachike, pumbavu. Ukapate cha moto huko. Mwenzako anajua jangwa lilivyombeba. Ukimwambia anakuambia acha kabisa, jangwani huku tunaishi na moyo mgumu, tunaamua kuwa na misuli ya kiume. Mara ghafla maji haya. Mara ghafla nini? Kamnywesha. Biblia inaniambia kwamba alimkuza mtoto wake mmoja anayeitwa Hajiri, anayeitwa Ishmaili. Na baada ya kumkuza Ishmaili, Biblia inasema kwamba single mother akamuoza. Wanawake hawa. Bwana asifiwe sana. Akamuoza, akampa mke. Single mother anamuoza mtoto. Hasemi ya kwamba aling'oa kutoka barabarani, hakuning'iniza mwanamke, alioa kwa kupewa. Huo ndio mwanzo wa ujasiri wa mwanamke aliyomtengeneza mtu ambao katika uzai wake ukatoka Mtume Muhammad subhanahu wa ta'ala, ambaye anamzungumza Mungu, Mwenyezi Mungu anayeachia baraka kubwa kubwa na ndogo ndogo. Akatokezea Ishmaili, Mtume Muhammad subhanahu wa ta'ala akatokea mtu jasiri aliyeupindua ulimwengu, mtoto wa single mother. Single mother oye! Mimi bana, huu ni mwaka tunauanza, lakini nawainua katika imani, na wakomaza katika imani, ili muende katika imani na muone Mungu akitembea na nyinyi. Umaskini hauondolewi kwa mazoea, nimesema. Familia ni hazina, nimesema. Tuwalee vijana wetu katika fikra na mipango, kazi, nidhamu na matumaini, si katika kauli zinazohalalisha mateso. Maneno yetu ya leo yanajenga au kubomoa jamii ya kesho. Usiropoke kwenye mitandao. Tukae macho, na semi narudia. Tuzitumie kuelimisha, kuhimiza, kuwajibika na kuamsha dhamira ya kujikwamua mmoja mmoja. Ziamshe dhamira ya kujikwamua mmoja mmoja, dhamira ya kujikwamua kwa pamoja. Jamii inayofikiri hujitengenezea kesho iliyo bora. Familia inayofikiri hujitengenezea kesho iliyo bora. Mke na mume wanaofikiri wanatengeneza kesho iliyo bora. Mwanangu, nenda kafikiri, kesho yako iliyo bora itatokea. Walio na migogoro na ume zenu, nendeni mkafikiri huko kwenye mitandao. Walio na migogoro na wake zenu, nendeni mkafikiri huko kwenye mitandao.
Fikra bora hutengeneza kesho njema. Mungu hakutuumba tuwe watu wa kuishi kwa mazoea au kuishi kwa hisia, bali tumeumbwa kufikiri. Ndio maana nimezungumza ubongo. Kuamua, ndio maana nimezungumza msuli wa ubongo, na kuwakilisha tabia yake hapa duniani. Ametuumba kwa sura yake, tuwakilishe sura. Amina. Tukiwa hapa duniani, binti, uwakilishe sura. Ukiwa unaimba uwakilishe sura. Ukiwa nyumbani uwakilishe sura. Ukiwa unajibu umeumia uwakilishe sura. Usiwakilishe tabia ya kabila lako. Kuna kabila moja nasikia liko kule, wakikasirika wanajinyonga. Nimempata mmoja. Wakilisha sura. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, ndio maana kufikiri kama yeye ni muhimu. Kwa jinsi hii Mungu aliumba ulimwengu akasema tufanane naye, lakini wewe hutaki kufikiri kama Mungu. Sasa unasema nini? Fikirini kama Mungu, kama ninyi mmeokoka kweli. Kubali kufikiri kama yeye. Mungu alipotuumba alitupa uwezo wa: 1, kufikiri; 2, kuchambua; 3, kuamua; 4, kuumba; 5, kutatua changamoto. Unajua changamoto, mimi changamoto zimekuwa nyingi. Changamoto, sikiliza, neno changamoto ni mchango wa moto. Neno changamoto maana yake ni kwamba ni mchango wa nini? Na wewe nenda na mchango wa unga. Kwenye changamoto nenda na mchango wa nini? Pika ugali. Maana yake ni kwamba ongeza akili yako ndani ya changamoto utoke na jambo. Kwani mimi sina changamoto? Asubuhi nilikuwa na changamoto, nilikuwa na bomu asubuhi. Changamoto kule na kwenda kuhubiri. Utaki? Lazima utake. Si mimi ndio kuhani bana. Hii ina maana ubongo wako ni chombo cha kiroho na ubongo wako ni chombo cha kimwili. Ubongo una maeneo haya mawili. Chombo cha kiroho hapa, lakini pia ni chombo cha kimwili. Unapotumia akili yako vizuri, unatimiza kusudi la Mungu. Usipotumia akili yako vizuri, usipotumia akili yako unasoma au kuomba, kujifunza, unaanza kuishi kwa mila. Usipotumia akili yako vizuri, utaishi by traditions. Mazoea maana yake ni mila, utamaduni huo. Utaanza kuishi kwa hofu, mila, utaishi kwa maneno ya watu, utaishi kwa uvivu wa mawazo. Hakuna kitu kibaya kama uvivu wa kuwaza. Jamani, mimi huwa nakutana na watu na unajua nimesoma. Shule nimeenda. Nastahili kuwa mwalimu katika maeneo mengi ya maana. Nastahili kuwa inspirer. Unashindwa kutoka kwa maneno yangu haya, utatoka kwa nani? Tumesema tunakwenda kwa ushuhuda. Tutatoka na ushuhuda. Lakini ushuhuda utatoka nao kwa maneno yale. Mila, utaishi kwa mila, utaishi kwa hofu, utaishi kwa maneno ya watu, utaishi kwa semi za Kiswahili, utaishi kwa uvivu wa mawazo. Hilo si kusudi la Mungu, uishi kwa uvivu wa mawazo. Ubongo usipopewa mazoezi, ubongo unazorota kama vile msuli usiotumika udhoofika. Msuli, unaona mtu aliugua, alafu sasa anatembea namna hii. Anafanya mazoezi, hawezi kutembea. Akikataa kutembea, akakaa kwamba mimi ninaumwa, akakaa, kwa hivyo amekaa yeye anaumwa, msuli huu utakaa hivyo hivyo. Ndio maana madaktari wanakuambia fanya zoezi kila asubuhi, huo msuli utakaa hivyo hivyo, hautanyoka. Ubongo pia
ambao hauna zoezi, ubongo usiojua na kupambanua maneno, huwa unakuwa kama msuli unaodhoofika na kuzorota. Msuli usipotumika udhoofika, ubongo usiopewa changamoto hudumaa. Ukizoea kusikiliza bila kufikiri, ukizoea kusikiliza bila kuamini yaliyo mema, wewe ukaamini kila kitu bila kuchambua, uchambuzi wa maneno, na ukazoea kusikiliza bila kukubali mabadiliko, wewe ubadiliki, unapunguza uwezo wako wa kumwakilisha Mungu kikamilifu. Ukiwa unafanya hivyo, unapunguza uwezo wa kumwakilisha Mungu. Uwezi ukawa mwakilishi wa kumwakilisha Mungu kama uwezi ukabadilika, pamoja na misamaha na kila kitu. Imani ya kweli haitaki akili ya duniani, inataka akili ya mbingu. Maana hilo imani ya kweli uisha akili, sababisha akili yako iuishwe. Na ndio maana tunasema kwamba ukiokoka, nataka nirekebishe jambo moja hapa, kwamba njoo kwa Yesu, ukiokoka utatajirika. Hilo jambo sio zuri sana, linakaa kana kwamba tunahubiria watu utajiri. Lakini nini kinachosababisha utajiri ule unakuja? Mabadiliko ya mawazo yako yatakuzuia kunywa pombe, yatakuzuia kutoa hela zako vibaya. Mabadiliko ya mawazo yako yatasababisha kufanya kazi kwa bidii. Mabadiliko, ile nia inapobadilika, basi everything will come smart. Mambo yanakuwa sawa sawa kwa sababu umebadilika kwenye fikra zako. Kufanya upya nia kunaleta mapinduzi. Kufanya upya nia, mazoezi ya ubongo wa Kristo kunasababisha mapinduzi. Warumi 12 mstari wa 2 inasema tufanywe upya nia zetu. Hii ni kazi ya kila siku, kufanywa upya. Listen, nia yangu lazima ifanywe upya all the time.